Tukimuuliza si mamake akuja atuambie kama huyo ni mtoto wake ako hapo kwa jeneza, ama yeye akuja atuambie kama ni yao kwa jeneza, sababu hiyo ni picha ya AI na picha ya AI inaweza kufanana lakini sio wewe. Ama atuonyeshe hiyo picha tulitoa wapi kwa picha zake ndio aseme hii picha ni yangu. Aliandikwa jina yake kama haikuandikwa jina. Haikuandikwa jina. Haikuandikwa jina. Kasongo kwanza ni wimbo. Sijui wimbo ya Kasongo imekuwa aje jina ya mtu. Kwanza Ruto alisema hiyo wimbo anaipenda. Hiyo wimbo alisema anaipenda na akasema hiyo jina Kasongo iko sawa. Sasa nimesema Ruto hana constitution na hana generation yenye itaweza msaidia kuwe dikteta. Hiyo ndio shida kubwa ako nayo. In the old constitution, sheria ilikuwa imepeana allowance ya kuhold people in detention without trial. Hiyo sheria ilikataliwa in the 90s. In the old constitution, before yekwe 92 term limit ya 2 terms, Moi alikuwa anaweza kuwa president hadi siku atakufa. Hiyo haiko. Sasa huyo William Kamketa anasema wanaweza ongezea Ruto miaka 24, sijui anamuongezea na constitution gani. Juzi Senator Samson Cherargei ametaka kuongezea Ruto miaka 7. Si nyinyi wananchi mlikataa? Hiyo mchezo mnaweza kubali? Kama ameshindwa kufanya kazi miaka 5, miaka 7 anataka kufanyia nini? Hana constitution, hana generation yenye inaweza msupport. Ruto constitution ingekuwa inamfavor, ingekuwa imemkubalia kwenda hata akufe kama president vile Museveni anaendaga uchaguzi ya ujinga anajiweka president. Kama constitution yenye Ruto anataka ingekuwa inamkubalia, ingekuwa anaweza hold watu in detention without trial na hakuna mtu angeuliza. Lakini tuko na katiba yenye inasema ukiholdiwa kwa cell unafaa uproduciwa within 24 hours unless ni Friday. Kama ni working day 24 hours. Nikishikwa leo Tuesday, leo ni Tuesday, kesho Wednesday nafaa nikuwe kotini. Hauna ruhusa ingine yoyote unless kuona katiba yako ya kuendelea kunihold. Unless he manufactures his own constitution. William Ruto has it bad and has it rough and he knows that. He does also not have the generation that he is used to. Generation ya kudanganya, generation ya kununua na pesa ati wampe kura. Si nyinyi mmeona hapa 2018 2022 Ruto amedanganya nusu ya Kenya. Vile yeye ni hustler, vile yeye anawajali, ako kama nyinyi, ako na mpango mzuri, anapangia mahasla, anapangia mama mboga. Hiyo mipango yote mmeiona mahali? Kuna mahali mmeona mama mboga? Kuna mahali mmeona mtu wa kawaida kwa serikali yake? Ilikuwa uongo ya kuchukua kitu. Yeye alikuwa na generation anaweza danganya. Sisi saa hii tunasema hatuwezi danganyika. I feel so bad that my generation was asleep in 2018 to 2022. Na mimi, I am not ashamed to say this. The Gen Zs we have did not vote, most of them in 2022. I have no shame in saying this because it is the truth. They were disinterested, disengaged and disconnected from politics. Walikuwa wanasema siasa ni ya watu wazee na hata hapa Jivanjia wako wanakuja. The few of us who cared about politics na wenye tulijua siasa ndio uendesha nchi, tulikuwa tunaonekana kama watu hatujielewi na watu wazee, and we did not make sense to our generation. Yes, today the Gen Zs we have wamefunguka macho. They now want to be concerned and they want to have an input in what goes on in this country. But it is almost too late. We already have the worst president in the Kenyan history as president. It is already too late. I hope we are going to prioritize serious issues going forward. Isiende ifike pale 2026 Gen Zs tena wamechoka na mambo ya siasa. Tuachie tena wazazi wetu na wazee. Alafu wakipiga kura wapigie Ruto tena, mnaanza kuwalaumu 2028. Hii maandamano itakuwa inazaa kitu. If you have decided to be interested in Kenyan politics, basi ikuwe hivi kwenda na mbele. Because ile mistake tulifanya, well, mimi nilipiga kura. Hata 2017 nilipiga kura. Na nimekuwa interested na siasa for a very long time. Lakini kuna wajamaa, millions of Kenyans, hapa nje saa hii ukiita maandamano watajaa kwa hii barabara. They did not care about politics before 2022. Na kama wangekuwa wanajali, tungekuwa tumepiga kura tofauti. Na hatungekuwa na Ruto kama president leo.
So it is a wake up call to this generation. Ukisikia mambo ya siasa tena, wacha kusema ni ya wazee. Ukisikia mambo ya maandamano, wacha kuachia watu fulani. Wewe unafanya nini kwa nyumba watu wakiandamana? Maandamano ya Raila hapa 2023 akisema vitu bei zimepanda. Hamukutokea, mimi nilitokea. Wengi wao walikuwa wamekaa tu wamejipea shughuli. Sasa saa hii wangwana, amuoni hapo tulikosea? Because if this generation was involved, Ruto would never be president. As it is today, he would not be the president. So tukienda mbele lazima tujipange, sababu Ruto anajipanga. Simuliona amesema refugees wanaweza fanywa citizens. Nyinyi simjiulize mbona anafanya refugee citizens? A citizen can vote. So mjue refugees watapiga kura hii Kenya. Na amechukua opposition yote ameweka kwa serikali. Kama nyinyi hamtajipanga, yeye amejipanga. Gather around, we want to adjourn bunge.